Movie inaanza kwa kumuonesha huyu binti mdogo akiwa hapa msituni. Lakini hata hivyo, hapa msituni kuna mti mkubwa ambao unaitwa mti wa moyo, na huu mti unatumika na wanakijiji kwa ajili ya kuomba matakwa yao, yani kuomba kile unachokihitaji. Kwa hivyo wamekuwa wakiamini kwamba katika maombi yao huwa yanajibiwa kutokana na huu mti, na ndio maana wakaupatia jina la mti wa moyo, kwa sababu wanaamini kwamba kuna miungu ndani ya huu mti. Na hata huyu binti tunayemwona hapa sio binti wa kawaida, bali ni roho. Anyway, ni asubuhi na mapema. Binti bado yupo kwenye mti wa moyo, lakini kuna maneno ambayo anayazungumza hapa. Anasema kwamba watu wanasema mti huu unakubali chochote unachokiomba. Hawakuelezi kinachohitajika kama ni malipo. Nimeona nyayo nyingi zikiingia msituni hapa, baadhi ya matumaini, baadhi ya kukata tamaa, baadhi tayari zimevunjika. Kama unanisikiliza sasa, na maanisha msitu huu una mengi ya kukufundisha. Kabla ya kuomba maombi, kwanza jiulize kwanza mwenyewe, je, upo tayari kuishi na kile kilichotolewa? Kisha akasema, njoo, njoo, njoo. Pale pale akapotea. Hey, kichupa chetu kinaenda kwa jina la Rooted by Fate. Maana yake ni kufungwa ama kuunganishwa kwa hatima. Sasa itakuwaje? Heyo mchizi! Basi bana, leo hapa kuna wanafunzi wamekuja kupanda gari kwa ajili ya tripu, na hii safari ni kwa ajili ya kwenda kujifunza masomo kwa vitendo, na wanatoka mjini wanaelekea kijijini. Basi Misirita pamoja na Mistope wanawaandika wanafunzi wote majina na kuwaruhusu kwa ajili ya kuingia kwenye gari. Kwa hivyo kila anayeandikwa jina hapa ndiye anayeruhusiwa kuingia ndani ya gari. Sasa wanafunzi wote walikuwa wamefika, lakini mwanafunzi mmoja alikuwa bado hajafika. Alikuwa ni Mike. Sasa wakawa wanamuulizia kwamba Mike yuko wapi? Sasa wamesubiri kwa muda mrefu, Mike ndo anaonekana, yule ndo anafika sasa. Angalia yule kijana anavyokuja. Angalia hata anavyotembea. Yaani kana kwamba tuna siku nzima ya kumsubiri yeye tu. Wakati huo Mike anakuja na mabegi yake akiwa anakimbia. Una tatizo gani? Samahani mama, nilikuwa nimezuiliwa njiani. Pole. Yaani daima umejawa visingizio. Excuse me. Samahani mama, tafadhali ingia ndani kabla sijabadilisha maamuzi yangu. Basi Mike akabeba mabegi yake kisha akaingia ndani ya gari. Safari ikaanza. Basi bana, wakiwa njiani watu wanaendelea kusherehekea na kuselebrate kama kawaida, wengine wanakula selfie. Gari imekula sana kilomita mpaka mwisho wa siku ikawa imefika kijijini. Lakini humu ndani ya gari kuna huyu bidada anaitwa Tina, yeye ni influencer. Anapenda sana kutengeneza content. Basi wametembea sana, lakini mwisho wa siku wakawa wamefika mwisho wa safari. Unaambiwa kila mwanafunzi aliyafurahia mazingira ya pale kijijini, na madamu akawaambia kwamba kila mmoja abebe begi lake na wanatakiwa waungane kwa pamoja. Basi kila mmoja akabeba begi lake, wakashuka kwenye gari kwa ajili ya kuelekea kambini, sasa pale wanapotakiwa kwenda kufikia. Sasa wakiwa njiani kuna kelele za ajabu zikawa zinasikika kama vile za paka, yani hazieleweki ni za kiumbe gani. Na kweli ndio tunamwona sasa yule mtoto mdogo ambaye tulimuona mwanzoni kabisa kwenye mti wa moyo, na alikuwa ameyafumba macho yake, mara akayafumbua. Kisha akasema kwamba wapo hapa wale waliotoka mjini, hatimaye wamefika. Mama, nadhani kuwa wao ndio walioweka mambo sawa, ambao huvunja matakwa yangu na kutuweka huru sote wawili. Tafadhali waache wanipate, waache waipate njia hii. Lakini punde tunatupa moja kwa moja mpaka kwa mfalme. Mzee akasema kwamba mtukufu mfalme, mti wa moyo umekaa kimya kwa muda mrefu sana. Akauliza labda pengine kuna kafara yeyote inayopaswa kufanywa. Lakini wakiwa katikati ya mazungumzo kuna mwanamke anakuja speed meter, huyo akaja chini. Mtukufu mfalme, kuna watu wageni wameingia kwenye hichi kijiji na hawaonekani kabisa kama wanatokea mahali fulani pa karibu na hapa. Mfalme akauliza kwamba wanatokea wapi na wanafanya nini hapa? Niliwaona tu wanaelekea mtoni. Wakati huo anahema kinyama. Mfalme wangu, labda pengine inahusiana na mti wa moyo. Hiyo ndio inaweza kuwa ndio sababu wapo hapa. Basi wale wazee wa kijiji ikabidi kwenda kuwachukua wale wageni na kuwapeleka sehemu ambayo watakayofikia. Mzee akasema kwamba hapa ndipo mahali mtakapoishi hadi siku ambayo mtakayoamua kuondoka. Madam akasema kwamba asante sana mzee. Hauna haja ya kushukuru, ni desturi yetu kuwakaribisha wageni, kuwafanya wawe na furaha na kujisikia comfortable. Mzee mwingine akasema kwamba mfalme angependa kukutana nao pale ambapo watakuwa tayari wameshapata muda wa kupumzika. Wakasema sawa, watakutana naye. Basi baada tu ya wazee kuwa wamemaliza kutoa maelekezo na nini, wakaaga kisha wakaondoka. Sasa ile wazee wameondoka, Mike akasema kwamba serious, tunapaswa kubaki hapa.
watu hao wanawezaje kuishi hapa? Miss Rita akasema, ninaamini hawa watu wanaishi maisha bora sana hapa. Tina akasema, siwezi kukaa kwenye hichi kibanda kilichoharibika kwa siku 14 nzima. Hakuna intaneti, hakuna kuzungumza na simu, siwezi kuingia mtandaoni, sijui hata ni nini kinachoendelea. Hatujui hata kinachoendelea. Huyu bidada mwingine akasema, nadhani kuja hapo ilikuwa ni kosa kubwa. Madam akasema, okay, wakati nyinyi wasichana mnaendelea kuongea, hichi kibanda kikubwa nadhani ndio kitawafaa nyinyi nyote. Basi wakaanza kuwapangia wasichana sehemu yao na wavulana sehemu yao. Baada ya hapo wakasema waangalie na wenyewe mazingira yao jinsi yalivyo. Anyway, sasa kesho yake asubuhi Tina alikuwa ameingia online, anazungumza na mashabiki zake. Anajaribu kushare nao na kuwaonyesha mazingira ya hapa kijijini. Sasa akiwa live hapa, mara kuna mtu akamuona bana. Hey, kama vile amepigwa shoti. Akadondoka afu akamdaka mikononi mwake. Alikuwa ni Mike. Tina anampenda sana Mike. Sasa hapa macho yao wote yakawa yamekutana. Basi Mike akamnyanyua Tina taratibu, wakati akili ya Tina iko mbali kinyama. Mike akamwambia tu kwamba hatakiwi kwenda mbali na hapa na anatakiwa tu kuwa makini. Akamtolea kuna kitu kwenye lipsi zake. Baada ya hapo akaondoka. Sasa Tina anavyompenda mshikaji, oya, ndo anazidi sasa kuchanganyikiwa. Mapigo ya mbio yanaenda moyo. Mfalme wangu, mti wa moyo haujazungumza kwa muda mrefu sasa. Hata hivyo watu kutoka mjini lazima walitumia pesa nyingi kuja hapa. Ninaogopa watahisi wanadanganywa wakijua ukweli. Mfalme akasema, kama unavyojua tu kulingana na kile tunachokijua ambacho kinategemea sheria zilizowekwa vizuri za mababu zetu, na mti huzungumza tu wakati unapotaka. Labda unaweza kuwa umelala au pengine labda kuna mtu fulani inamsubiri. Mzee akasema inaweza kuwa hivyo, lakini bado kundi hili la wanafunzi linaweza kuwa tofauti. Huenda wakawa ni wale wenye bahati. Kwa hivyo wazee wanaamini kwamba huenda wale wanafunzi wakawa wenye bahati ya kuweza kuzungumza na ile roho ya ule mti. Maswali yakawa ni mengi, pengine labda wamekuja kurekebisha yale makosa walioyafanya muda mrefu. Basi bana, huku Tina akawa anaelekea mtoni kwa ajili ya kwenda kutengeneza content. Sasa akiwa anaelekea mtoni akakutana na huyu mwamba. Oya, sasa mjomba alivyomwona Tina akafurahi kinyama kwa sababu ameona mtoto wa mjini. Tina ndo akawa anamuulizia mshikaji kwamba mtoni ni wapi? Unaulizia mto wa kijijini kwetu? Nenda na hii barabara upite kulia. Ukipita kulia unanyoosha kidogo, unakata kushoto, alafu nenda moja kwa moja, alafu unakuwa umefika mtoni. Tina akashukuru akataka kuondoka. Njoo basi. Mjomba akatokea kumpenda Tina, akasema hujaniuliza jina langu unaondoka. Tina ndo akamuuliza jina lako ni nani? Ikenta. Jina langu ninaitwa Tina, ninafurahi kukutana na wewe. Basi Tina ikabidi aondoke kwa ajili ya kuelekea mtoni. Sasa mjomba anasema kwamba anampenda. Tina akasema sijakupenda mie. Ikenta nakupenda wewe. Tina sasa kwani anajali? Akawa ameondoka zake. Sasa Tina kafika mtoni, akawa anasema kwamba majani machafu. Akawa anahisi kabisa yataharibu ngozi yake. Lakini pale pale mara kuna mkono kamguza. Hai. Alikuwa ni Madam Tope. Akamuuliza kwamba Tina, unafanya nini hapa peke yako? Miss Tope, sielewi kwa nini mnataka nioge hapa. Hebu angalia ngozi yangu. Miss Tope akasema tu kwamba Tina, utaenda kuoga hapa. Tina akachoka. Hivi ndivyo wanakijiji wanavyoishi. Upo hapa kujifunza, kupata uzoefu, sawa? Kwa hivyo utajifunza. Wakati mwingine mambo yanaweza kuwa sio ya kufurahisha, lakini ni uzoefu, tunahitaji kujifunza maisha. Akamwambia tu kwamba hali zisizofurahisha hutufundisha masomo muhimu zaidi. Tina akasema tu kwamba alikuwa anataka kutengeneza content nzuri. Basi Madam Tope akaondoka. Tina akasema kwamba ninawezaje kukaa hapa? Wakati Tina anaendelea kulalamika, Madam Tope akamwambia kwamba anamsubiri kule nyumbani kwenye kibanda. Tina akawa anarudi kijijini. Sasa njiani akakutana na yule mtoto mdogo ambaye tulimuona kwenye mti wa moyo. Akaambia kwamba hello. Tina kwanza ikabidi achuchumae ili walingane. Akasema kwamba wewe si ni mdogo sana kwa hapa peke yako. Akakauliza umepotea? Katoto kakasema kwamba kama wewe hauogopi kuwa peke yako, sasa basi kwa nini mimi niogope kuwa peke yangu? Wow, unasikika kama shujaa asiyeogopa. Jina langu ninaitwa Tina, ninatokea mjini. Tina akawa anasema tu kwamba mahali hapa panaboa sana. Amejaribu kutafuta signal lakini hajapata. Hivyo akawa anamwomba huyu mtoto wala waweze kumuonesha hata sehemu ambayo yenye signal hata kidogo. Lakini kabinti kakamwambia kwamba ni vizuri kupumzika wakati mwingine. Kuzidisha jambo sio vizuri kwa afya yako. Ingawa shetani alifurahia asili. Baada ya hapo kakaondoka. Tina akasema wow, asili, tunasimama tu wakati wa machweo. Basi akavuta pumzi kisha akanyanyuka na yeye akaondoka. Sasa huku wazee, kuna mwanamke wakawa anamzungumzia kuwa aliishi miaka mingi kuliko mtu yoyote hapa kijijini, na hata ugonjwa ulipomchukua
aliishi imara kama mti wa iloko. Pumziko lake linashikiliwa na rehema za miungu. Wengine wananong'ona kwamba hatima yenyewe inaogopa kumchukua. Lakini huyu mwanamke aliyeweza kuishi miaka mingi anazungumziwa hapa ni nani? Ni huyo hapa chini. Amekufa, lakini aliweza kuishi miaka mingi sana. Hata hivyo, ile wazee wameondoka, akachezesha vidole vyake vya mkono. Ina maana kwamba huyu mwanamke hajafa. Ni mwanamke ambaye amebahatika kuishi umri mrefu sana. Anyways, tunatupa moja kwa moja mpaka kwenye geto la kina Tina. Jasmine akasema kwamba, Janet, hivyo ndivyo unavyovaa kuelekea mtoni? Akasema ndiyo, kuna tatizo lolote? Hamna, ni sawa tu. Tina, nguo zako za kuogelea ziko wapi? Tina akasema kwamba nguo zake zipo kwenye begi, na akasema tu kwamba alimwambia mama yake aweze kumnunulia nguo mpya. Hawezi hata kuisubiri kuivaa kwa sababu anatamani Mike aweze kumuona na kumpenda pia. Unaambiwa Tina anampenda sana Mike, ameoza na amekufa kwake. Janet akasema, Mike ni kijana mzuri na anatokea kwenye familia ya kitajiri. Niliwahi kumpenda lakini niliacha. Hakuniona kabisa mimi, kwa hivyo niliacha. Tina akajawa na wivu, akaona ni upuuzi tu. Sasa kesho yake Vera anakuja kumlalamikia Janeti. Anamwambia kwamba Janeti amemtangaza kwa wanafunzi wenzake, eti kwamba aliwaambia walimu waweze kumfanya mwanafunzi bora hapo shuleni. Na hivyo ndivyo kila mtu anavyosema. Hivyo anamwambia kwamba huo ni wivu kwa sababu kila mmoja anamwamini pale shuleni. Sasa wakati wanaendelea kuzozana, Tina na wanafunzi wengine wakasogea pale. Tina akasema, inatosha, nyote wawili acheni hili. Hivi ndivyo marafiki wanavyofanya? Hivi nyewe mna shida gani? Wakati huo kuna baadhi ya wanakijiji walikuwepo karibu na wenyewe walikuwa wanalishuhudia hili. Lakini licha ya Tina kuliingilia kati, hawakukoma kabisa kuacha kugombezana. Na ndipo sasa Miss Tope pamoja na Miss Rita na wenyewe wakawa wamefika pale kutokana na zile kelele. Miss Rita akauliza, kwa nini mnapiga kelele? Hiyo inatosha. Hey! Ilisikika sauti ya yule mtoto mdogo. Na ndipo sasa kila mmoja akabaki anashangaa. Kakasema kwamba, kwa nini mnavuruga amani ya kijiji hichi? Ufalme wa Amunze ni nchi yenye amani, nchi ambayo watu wamekusudiwa kuiinua. Tusivutane chini. Sasa niambieni, mnapata faida gani kutokana na hasira? Marafiki wawili wanapopigana na maadui zao hucheka, lakini marafiki wawili wanaposimama pamoja hata milima huama. Kijiti cha ufagio peke yake huvunjika kwa urahisi, lakini vijiti vya ufagio vikiwa vingi, vikiwa kwa pamoja, huwa imara. Hamkukusudiwa kushindana, mlikusudiwa kufanya kazi pamoja. Mkono mmoja hauwezi kuosha mwili mzima tu. Na ndipo akawashauri kwamba wanatakiwa waungane kwa pamoja na wapendane, yaani kila mmoja awe mlinzi wa mwenzake na mpende mwenzie, na hiyo ndio nguvu halisi ya ufalme wa Amunze. Kisha akaondoka. Basi Janet akamwomba Vera msamaha, kisha wakakumbatiana na yakaisha. Anyway, wanafunzi leo wamekuja hapa mtoni kwa ajili ya kufurahia. Basi wakawa wanaogelea na nini. Sasa wakati wanaendelea kuogelea hapa, kuna baadhi ya wanakijiji wakaja pale. Wamefika tu pale wakaanza kufoka na nini kwamba wanafunzi hao wamekuja kuchezea maji yao. Yaani wanachezea kana kwamba wanamiliki mahali hapa. Huyu dada ana wivu kinyama. Tina akalingilia akasema, unathubutu vipi? Wewe nyoka mtilizi kutoka kwenye kichaka. Oya, unaambiwa walichambana, walirushana maneno mpaka wakataka kuzipiga. Sasa mabinti wa mjini na mabinti wa kijijini wakajikuta wanamwagiana maji kwa kushindana. Mwagiana sana maji. Walitumia nguvu nyingi mpaka mabinti wa kijijini wakaamua kusepa. Oya, walichimbao. Kwa hiyo mabinti wa mjini wakashinda, mabinti wa vijijini wakashindwa. Sasa hapa kilichobaki wakajimilikisha na mto. Lakini huku upande wa pili kuna huyu mshikaji, yeye ni mwindaji. Sasa katoka zake polini kajipatia kakitoweo na nini, anarudi nyumbani. Wakati anarudi nyumbani, njiani akakutana na yule binti mdogo. Mjomba akasalimia, habari za jioni msichana mdogo, uhali gani? Akasema kwamba nipo vizuri, asante kwa kuniuliza. Moyo wako mwema upo mikononi mwako na wema upo mikononi mwako, kwa hivyo hivi karibuni kila kitu kitakuwa bora zaidi. Mjomba akasema, unaongea kana kwamba wewe ni mwanamke mzee, lakini ninashukuru, sio rahisi. Binti akasema kwamba ninajua, lakini wema wako ipo siku utafungua mlango ambao haukuwahi kuwepo. Mjomba akasema, asante binti mdogo, acha hilo litokee. Binti akamwambia tu kwamba hivi karibuni kila kitu kitakuwa sawa, na hiyo ndio ilikuwa ni ahadi kutoka kwa binti. Baada ya hapo akaondoka. Lakini huku napo upande wa pili wanafunzi wanaendelea kusherekea, wanakula maji tu, yani wanayapiga sio mchezo. Wakati huo kuna baadhi ya wanakijiji wamekuja tu kwa ajili ya kuwashangaa. Si unajua tena watoto wa mjini wamekuja kijijini, wamekuwa kama vile ndio utalii. Na awamu hii
watoto wa kiume walikuwepo pamoja na kina Misilita, hivyo wameachezea sana maji mpaka Tina akawa anahisi kama baridi. Wakati huo Mike yeye alikuwa akiplay gitaa pembeni. Hili akawa ameliona bana, akaweka gitaa lake pembeni, kisha akatoka hapo na kusogea mpaka pale alipo Tina. Alichokifanya sasa, akatoa koti lake na kumpatia Tina kwa ajili ya kujistiri na baridi. Heheya, sasa hii ndo ikawa advantage kwa Tina. Akajua kabisa hapa, mjomba hata yeye pia huwa anamuelewa. Na hakuishia tu kumpa koti, mjomba aliamua kumtoa pembezoni mwa mto. Basi taratibu akamtoa kwenye maji akamleta mpaka hapa. Wakati huo Tina akili yake haipo kabisa duniani, ishagaendaga mbali tu. Unaambiwa kila moja akawa na mtizama mwenzake. Akili zao zikaanza kusafiri taratibu, wakawa wanasogeleana, mara wakapeana kumbato. Sasa wamekumbatiana kwa muda mrefu mpaka Misilita akasema, "Hey Tina, kaa mbali kidogo." Basi Misilita ndo akawa ameuvuruga mchezo kama hivyo. Sasa baadaye Tina akiwa amejilaza hapa, akawa anafikiria mambo mengi sana kwenye kichwa chake. Anawaza jinsi Mike alivyokuwa akimshika na nini mpaka akampatia kumbato. Yaani anatamani ile hali basi ingejirudia tena. Oya, Tina kapenda, amekuwa chizi wa mapenzi. Basi hata jua linapokuwa limezama, wanafunzi ukaa pamoja na kuanza kuimba na nini, na siku zote Mike ndo amekuwa ni mtu wa kuwapigia gitaa. Kwa sababu yeye ni musician, anapenda sana mziki. Na hata anapokuwa nalikunguta gitaa, akili ya Tina na mawazo yake vyote vinahamia kwa Mike. Anyway, sasa kesho yake asubuhi wanafunzi wanaondoka kwa ajili ya kuenda kuonana na mfalme. Sasa wakiwa njiani wakakutana na Princess Olinze akiwa na vibaraka vyake. Mr. alivyowaona tu hivi kwa mbele, akaamua apige na miwani yake kwanza. Akasema kila mmoja iname amsalimie Princess. Basi wakamsalimia na Princess akaitikia vizuri tu. Akasema nyinyi ni wasafiri kutoka mjini ambao babangu amekuwa akiwazungumzia. Karibuni katika kijiji cha Umunze. Wote wakashukuru, asante binti mfalme. Akasema kwamba nyote mnaonekana ni wazuri sana. Wote wakashukuru, lakini Mike akasema, "Wow, unaonekana mrembo sana. Naweza nikapiga picha na wewe?" Binti mfalme akasema hata hiyo maana ya picha hajui. Mike akasema kwamba ni simu, sijawahi kuona hapo awali. Lakini unaweza kufanya tu chochote unachopenda. Basi Mike akawa amepata fursa ya kupiga picha na binti mfalme. Lakini binti mfalme ni kama kuna kitu kinajieleza kwenye macho yake. Akawa anamtupia jicho fulani hivi Mike, nani mwingine kaliona hili jicho? "Tutaenda ikulu au la?" Akasema ndio, tunaelekea. Mike, nafikiri utakuwa umeuchukua muda wa kutosha wa binti mfalme, kwa hivyo twendeni ikulu. Jamani, kila mmoja tuondoke. Wakati huo Tina moyo wake umeshajawa sumu. Lakini kwa upande wa Mike, amekufa ameoza kwa binti mfalme. Mpaka Misilita akaamua amtoe kabisa. Lakini mjomba jicho lipo kwa binti mfalme, na hata binti mfalme anaonekana kabisa amemuelewa mshikaji. Walipofika hapa, huyu kijakazi mmoja akasema kwamba, "Princess wangu, umekuwa kitabasamu tangu tulipokutana na wale wageni. Naomba kuuliza, ni nini hasa juu ya hilo tabasamu lako?" Princess akasema, "Hakuna mengi ya kuelezea. Ni vile tu nimependa kuona watu wapya kwenye kijiji chetu." "My princess, samahani sana. Kwamba siamini hivyo. Niliona jinsi ulivyokuwa ukimtizama kijana huyo." Princess akasema kwamba, "Sawa, umenishika. Nadhani kuwa nimempenda. Napenda jinsi anavyozungumza na kutabasamu. Yeye ni handsome sana." "My princess, kweli hujakosea. Kweli ni mtanashati sana." "Oh, samahani binti mfalme wangu. Kama ningependa kupendekeza, nadhani tu ungeweza kukaa naye mbali." Binti mfalme akauliza kwamba, "Kwa nini?" Akasema, "Oh, samahani binti mfalme. Ni kwa sababu tu ya mwana mfalme Alinze. Unajua kwamba yeye ndo mchumba wako. Akigundua itakuwa ni tatizo kubwa sana. Sijali chochote kuhusu yeye na hata nifanyia chochote." "Samahani binti mfalme." Basi ikabidi waondoke na kurejea nyumbani. Basi bana, huku napo nyumbani kwa mfalme, wanafunzi pamoja na walimu wakawa wamefika ikulu. Mfalme yeye aliwapokea kama kawaida. Mfalme akasema tu kwamba, "Nimesikia mmekuja kwa ajili ya udadisi na uchunguzi katika kijiji chetu." Misilita akashukuru na akasema kwamba anafurahi kuwa mbele ya mfalme. Mfalme akasema, "Ninaweza kujua sababu ya nyinyi kuja kutembelea kijiji chetu cha Amani?" "Mtukufu mfalme, wanafunzi hawa wamekuja hapa kujifunza. Sio tu kutoka kwa vitabu, bali kutoka kwa maisha, kutoka kwa utamaduni wa watu na mazingira ya utamaduni wako." Mfalme akasema, "Hiyo inavutia. Lazima nikufahamishe kwamba maisha ni kama mzizi wa mti. Kadri linavyozidi kwenda ndani, ndivyo mti unavyozidi kuwa na nguvu." Na akawaambia kwamba kuna mahali wanapaswa kwenda kupatembelea. Kule kwenye mti wa moyo ni mahali ambapo panachukua matakwa mengi sana, mahali ambapo panaonekana roho nyingi sana, na wanaweza kwenda huko na wanatakiwa kwenda kupatembelea kwa heshima.
akasisitiza tu kwamba wazingatie heshima. Mzee mwingine akajazia kwa kusema kwamba ni nadra sana na ni yenye nguvu sana. Mfalme akasema kwamba mtagundua mambo mengi sana mtakapotembelea mti wa moyo wakati huo. Basi baada tu ya kuwa ameyamaliza hayo mfalme kuyazungumza, akawaambia kwamba hawatakiwi kuwa na haraka kwa sababu kuna chakula kinaandaliwa kwa ajili ya wageni. Na kweli bana, ndizi zikamenywa, chakula kikaanza kuandaliwa pale. Wakati huo Tina yeye anaendelea tu kutengeneza content zake. Lakini punde kitu cha ajabu kikatokea pale. Alikuwa ni yule mtoto bana. Hai, kila mmoja alishtuka. Akamwambia kwamba hata wafanye chochote, atawapeleka tu kwenye mti wa moyo endapo tu kama wakitaka. Mike akauliza kwamba wewe ni nani msichana mdogo? Na maanisha ulitutisha. Ninaweza nikawapeleka kwenye mti wa moyo kama mkitaka, lakini lazima mnisaidie mimi pia. Bella akauliza unahitaji msaada wetu kwa ajili ya nini? Akasema wewe ni mdadisi. Bella akasema msaada wetu kwa nini hasa? Tina pale pale akasimama akasema kwamba tutaenda sivyo? Msubirini nyie washikaji, mna uhakika mnataka kuondoka na huyu binti bila mistope? Binti mdogo akasema kwamba msijari, nitawapa muda wa kuwaita. Basi bana, wanafunzi wote wakajiandaa, wengine wakaenda kumwita mistope pamoja na misilita kwa ajili ya kuelekea kwenye mti wa moyo. Anyway, lakini tulitupa huko nyumbani kwa mfalme. Kuna huyu kijakazi amemletea mwana wa mfalme maji ya kunywa. Sasa akafika anampatia hivi, mara kala kofi. Hai, wewe ni kichaa, hichi ni kitu gani? Wewe ni kipofu. Samahani my prince, sikukusudia iwe hivyo. Hii ni mara ya mwisho, ujeuri huu utalipa. Olinze, unafanya nini tena? Alikuwa ni mama yake na Prince. Akasema kijakazi kipofu amemmwagia maji. Sasa mjomba ni Prince tu na ana roho mbaya kinyama mno na bado hajawa mfalme. Malkia akamwomba kijakazi aweze kuwapisha kidogo. Malkia akasema kwamba Alinze, hauna haki ya kunyanyua mkono juu yake. Wewe ni mkuu na mkuu wa kweli huamuru kwa hekima. Akasema hivi unafikiri heshima hufanya watu wakutii? Hofu inafanya kazi vizuri zaidi mama. Pia mkubwa akasema kwamba hiyo sio heshima, inaitwa udhaifu uliojificha kama kiburi. Unaendelea kufuatilia utawala, lakini unapoteza kitu kimoja kile ambacho kila mtawala anakihitaji, ambacho ni huruma. Akasema kwamba mama, mimi ndiye mfalme ninayesubiriwa na hakuna mwingine. Kijana wangu, taji unalolitafuta litakuelemea ikiwa moyo wako utaendelea kuwa mgumu kama hivi. Akamkaidi mama yake, akanyanyuka kisha akaondoka. Hata hivyo, huku timu nzima ya mistope inaelekea kwenye mti wa moyo na kiongozi wao ni yule binti mwenye uwezo wa ajabu. Sasa wakiwa hapa njiani, ghafla wakakutana na mnyama wa ajabu. Oya, hey! Ngoma ikawa inaelekea walipo. Oya, unaambia wanafunzi wote walikimbia pamoja na walimu. Uwezi amini, kila mmoja alikula speedometer na kumwacha yule binti. Binti akakasirika, muachi! Akalichapa skadi moja, huyo alikayayuka. Kisha pale pale akamwambia kwamba mnaweza mkatoka sasa. Na kweli bana, wakaanza kutoka mmoja mmoja, wakati wao wanaogopa hao. Basi moja kwa moja wakawa wamefika mpaka kwenye mti wa moyo. Binti akasema huu ndio mti wa moyo. Kila mtu akabaki anaushangaa huu mti kwa sababu ni mti ambao ni wa tofauti kabisa na hawajawahi kuuona. Lakini Tina akasema kwamba anataka kuchukua video kwa ajili ya kuposti TikTok. Sasa ile anachukua ile video, oya, ilitokea skadi ya hatari, yani kuna mwanga fulani hivi ambao ulimshtua. Akasema ni nini kinachoendelea kwenye simu yangu? Mistope akasema labda pengine haikukusudiwa kurekodiwa hapa. Shusha simu yako chini. Misirita naye akasema shusha simu yako chini. Bella akauliza tunaweza tukaandika matakwa? Binti hakusema chochote. Kwanza kabisa akaugeukia mti. Kisha akasema ikiwa mti utaruhusu. Ndiyo. Akasema ndiyo, mnaweza mkaandika matakwa yenu. Hakuna utani. Ni matakwa ya kweli tu. Madam Tope akauliza kwamba kalamu zenu na pepa ziko wapi? Siku zote nimekuwa nikiwaambia chukua notebook na karatasi uhifadhi. Mike akasema kwamba nina kalamu hapa. Aya, utafanya nini na hiyo kalamu? Janet akasema kwamba tunaweza tukashare. Alikuwa na karatasi. Kwa hivyo akamgawia kila mwanafunzi aweze kuandika matakwa yake. Yule binti mdogo akasema kwamba sasa anza. Sasa Tina akawa anaangalia juu kana kwamba kuna kitu amekiona. Bella akamuuliza utaenda kuandikia nyumbani? Tina akauliza kwamba nitaenda kuomba nini? Lakini Bella akamwambia chochote kile. Wakati huo Prince pamoja na Princess walikuwa wametoka kidogo out. Walipofika hapa, Prince akaita, Princess Ulema, kila wakati nikiwa na wewe huhisi kama baraka. Uzuri wako unadhoofisha moyo wangu. Unaambiwa Prince alimwaga sifa kede kede. Sasa mjomba akamsogeza Princess akataka kumweka kisi vizuri, mara Princess akakwepesha mdomo. Akajua kabisa bila shaka wajakazi wake ndio tatizo. Akawafokea wageuke ili kusudi waweze kupata nafasi. Akasema tafadhali Alinze, hii sio kwa sababu yao. Sitaki tufanye jambo lolote lisilo la busara. Sio hapa, sio kama hivi. Basi mjomba ikabidi tu awe mpole, akakubaliana na kila kitu. Lakini yani mjomba hajawahi kuwa romantiki, ni mzee wa fujo tu na hasira.
Huku upande wa pili kwenye mti wa moyo, wanafunzi wameanza kukusanya karatasi na kumpatia yule binti mdogo. Sasa wamekusanya wote, akafika kwa mtu wa mwisho, alikuwa ni Tina. Ile anaipokea ile karatasi, mara kuna mwanga fulani ukatokea. Huyu binti mdogo akawa anashangaa, akawa anaangalia juu, huku anajiuliza. Basi akaelekea moja kwa moja kwenye mtungi na kuzitumbukiza zile karatasi. Baada ya hapo akarudi na kuketi chini. Sasa hapa kila moja anasubiri majibu yake juu ya kile alichokiomba. Miss Rita akauliza, Tina, upo sawa? Tina akasema kwamba kitu cha ajabu kimetokea tu. Unamaanisha nini kwa hilo? Nilipompa maombi yangu nilihisi uwepo ndani yangu. Madam akasema, oh sawa, sio kitu. Hata vile naye kuna kitu akasikia, akasema kuna mtu yeyote amesikia hicho? Wakati wote wanaendelea kushangaa, yule binti mdogo akasema kwamba kati ya mmoja wenu ndiye aliyejibiwa maombi yake. Oya, kila mmoja akachoka, yani watu wote hawajajibiwa isipokuwa mtu mmoja tu. Sasa huyo mtu ni nani? Akasema hao wengine wanatakiwa tu wasubiri au wasaulike kabisa. Basi ikabidi kunyanyuka kwa ajili ya kurejea kijijini. Kwa hivyo wanatakiwa tu wengine wao wapole, majibu watayapata wakati mwingine. Wakati wanatembea njiani, Chris akawa anasema moyoni kwamba anatamani ombi lake likubaliwe. Anataka sana wazazi wake waweze kurudi tena. Maisha bila wazazi wangu pamoja yananifanya kuwa mwenda wazimu. Lakini kwa upande wa Miss Tope, naye akawa anawaza kwamba anakaribia miaka 35 hajawahi kuupata kabisa upendo. Anatamani walau waweze kupata mapenzi ya kweli. Sasa majira ya usiku wamekaa hapa, Jasmine akamuuliza Tina kwamba kwa upande wake yeye ilikuwa ni ajabu. Ni kitu gani kabisa hicho alichokiomba? Tina akasema kwamba alikuwa anatamani kuonekana kama yeye ni nani hasa, si kama vile anavyojifanya kuwa mtandaoni. Hiyo ilikuwa ni aina ya kina sana. Mwingine akawa anasema kwamba alitamani baba yake aache kuugua. Kwa hivyo kila mmoja akawa akisema kile alichokiomba. Mike akawa anasema kwamba yeye alikuwa anatamani kuacha kujifanya kwamba yuko sawa siku zote. Basi wakamtia tu moyo kwamba atakuwa sawa. Sasa huyu mjomba akasema kwamba mimi natamani kupata mpenzi. Miss Tope akasema kwamba utafanya nini na mapenzi kwa umri huo? Rita akasema labda anatafuta mapenzi ya mama. Miss Rita, unawaharibu hawa watoto. Anyway, mida ya baadaye wanafunzi wote wamechoka, wamelala, wamepitiwa usingizi na nini. Sasa Tina kuna ndoto akawa anaiota, na ndoto hii inampeleka moja kwa moja mpaka kwenye mti wa moyo. Kwa inavyoonekana, Tina ndo mtu pekee aliyekubaliwa yale maombi yake. Akiwa hapa nje ya mti wa moyo, akaanza kuzunguka kwanza taratibu. Baada ya hapo akaingia ndani kabisa, kisha akakaa chini na kulala mule ndani. Sasa akiwa amelala chali, mara akashtuka kutoka usingizini. Unaambiwa alikuwa na hema kinyama, akitizama wenzake wote wamelala. Alikaa kimya kwa muda mrefu, wakati huo mapigo ya moyo wake yalikuwa yanadunda kwa kasi sana. Basi bana, kuna siku wanafunzi wote wakaja nyumbani kwa mfalme. Hapa leo kuna tamasha dogo ambao wameandaa nyimbo kwa ajili ya kumwimbia mfalme. Basi Mike akaikuna gitaa, wanafunzi wenzake wakaanza kuimba. Wakati wanaendelea kuimba, kuna baadhi ya wanakijiji wanawashangaa sana. Basi unaambiwa waliimba nyimbo mpaka mfalme mwenyewe akafurahi. Binti mfalme akajikuta anasimama anaelekea kwa Mike, yani mpaka kamsahau mwanamfalme. Kafika kwa Mike, Mike anamshangaa binti mfalme, lakini binti mfalme akaishika ile gitaa, akasema kwamba hiyo ilikuwa ni nzuri sana, uliimba kwa moyo wote. Wakati huo Tina anampiga macho, akasema asante sana binti mfalme. Unaambiwa mwana wa mfalme huko naye anataka kupasuka. Wanakijiji wakapiga makofi kutokana na sifa za binti mfalme. Mwana wa mfalme akanyanyuka, akafika, akamkata jicho Mike. Baada ya hapo akaondoka kwa hasira. Sasa hii kitu limfanya mpaka binti mfalme ashtuke, lakini akawa amepotezea, akakaa kwenye kiti. Mfalme akasema kwamba usiruhusu hilo likusumbue kwa namna yoyote. Sasa wakati mfalme anaendelea kuongea, kuna kitu kikao kimemvaa Tina. Tina akanyanyuka pale pale, akasogea mpaka katikati ya umati wa watu. Wakati huo kuna kitu kinamwamuru kwenye mwili wake. Hata mfalme mwenyewe akabaki anashangaa. Wakati huo Tina macho yake yamebadilika kabisa rangi. Ni milio ya paka tu inasikika. Mfalme akauliza kwamba upo sawa? Wezi amini, Tina aliweza kuondoka speed meter, kila mmoja akabaki anashangaa. Wanaita Tina, Tina. Ikabidi wamfuate kwa nyuma. Kuna wale wanafiki wa kijijini, kwa ikabaki kama vile bingo tu. Lakini huko huyu binti mdogo anasema kwamba mama, samahani kwa kukuingiza katika hili. Sikupaswa kamwe kutoa hamu hiyo. Ningewaachia miungu iamue tu. Nadhani sote tunaikumbuka hii sura. Ni yule mwanamke ambaye aliweza kuishi miaka mingi sana. Pale pale binti mdogo akainama. Lakini tunamwona Tina akiwa speed meter bado anakimbia. Wakati anakimbia mara yule binti mdogo akamtokea kwa mbele. Tina akasema naomba utoke kwenye njia yangu sasa hivi. Unafikiri unakimbia wapi? Binti mdogo akasema kwamba kila ulichokichagua kinapewa chaguo. Akasema chagua, chagua, chagua. Tina alichomoka speed meter huyo. Sasa wakati Tina anakimbia, njiani alikutana na kile kiumbe cha ajabu. Oya,
kilikuja mpaka pale alipo Tina. Malakiza, kama utakuwa umeipenda hii movie, basi niandikie maoni yako hapo chini ili tuweze kuileta sehemu ya pili. Ulikuwa nami explainer wako Lama Mtanzania aka Mbuga Boy. Hivyo usahau kutana notification bell, kusubscribe, kucomment na kulike. Shayo. Tulia kwenye kiti chetu cha familia, ule wakati wetu wa Lama Mtanzania. Cheki movie safi, bomba na za kuvutia. MTZ 94 channel ya kutulia. MTZ 94, MTZ 94, oh oh, MTZ 94, MTZ 94, MTZ 94, oh oh, MTZ 94.